Don't forget to like, subscribe so as you can get notified to other videos. Thank you. Hello, habari. Najua binadamu tumekuwa tukipambana, tukitia juhudi ili mradi tupate furaha, upendo, amani, pesa, uwezo, kipato na mengine mengi. Leo nitaenda kuongelea ni kwa namna gani akili iliyo nje ya ufahamu wa kawaida binadamu inaweza kukusaidia kutoa msamaha. Nikisema msamaha namaanisha pande zote mbili, ya kwako na ya yule uliyemkosea ama aliyekukosea. Akili nje ya ufahamu wa binadamu, yani subconscious mind, ni nini? Inasemekana hii ni sehemu ya akili inayofanya kazi chini ya ufahamu, kushikilia kumbukumbu, mawazo na imani zisizoathiri hisia na tabia bila sisi kutambua. Sasa wakati Mungu anaumba huu ulimwengu, aliweka hii nguvu ili sisi binadamu tuweze kuwasiliana na yeye. Ila wengi wetu tumekuwa tukiitumia hii akili vibaya. Kitu cha kujua ni nini? Mungu anapenda muda wote tuwe na afya, furaha, upendo, utulivu na mambo mazuri kwenye maisha yetu. Ila sisi kama binadamu tumekuwa tukifanya makosa, tukimlaumu, tukilaani pale tunapokuwa na maumivu, tumeondokewa na wapendwa wetu, tumepata majanga binafsi ama zimetokea ajali na majanga mengineyo. Mungu aliweka maisha muda wote ya kusamehe. Kwa nini nasema hivyo? Nikutolee mfano. Wewe kama binadamu, kuna mambo mengi sana yanatokea katika shughuli yako, katika maisha yako. Unakuta umetembea barabarani, kwa bahati mbaya ukadondoka, ukapata kidonda. Kile kidonda ushai kujiuliza ni kwa nini kinapona? Kwa nini kisikai vile vile kama kilivyo? Hiyo ni moja ya ushahidi ya kuonyesha kwamba Mungu kaweka maisha ya kusamehe. Nyingine, unaweza umekaa unakula chakula, mfano wali. Unakuta kile chakula kinaingia kwenye njia ambayo sio sahihi, na maanisha inaingia kwenye njia ya hewa ama sehemu nyingine. Kuna hali ambayo itakutokea ili uweze kutoa kile chakula ambacho kimeingia kwenye hiyo njia, yani unapaliwa. Hii yote ni shahidi ama ushuhuda wa kuonyesha kwamba Mungu ameweka maisha ya kusamehe. Sasa utawezaje wewe kama binadamu kusaidia ama kuchukua hayo maisha ambayo utaweza kujisamehe wewe ama kumsamehe yule aliyekukosea? Cha kwanza, wewe kama binadamu unatakiwa uone ukweli. Ukweli utauonaje? Ukweli, angalia ni kwa nini umejikosea, ni kwa nini yule mtu kakukosea, au ni kwa nini amekukosea, umemkosea wewe. Ya pili, tafuta njia ya kuondoa hiyo hisia. Na maanisha kwamba mtu naweza ukawa umemfanyia mtu kosa, unaanza kujiona una hatia, au anaweza akaka kufanyia kosa ukamwekea chuki ama hasira. Sasa unatakiwa utafute namna ya kutoa hiyo hisia ulio nayo. Cha tatu, unatakiwa ufanye maombi kwa nia. Simaanishi tu maombi, yani ufanye maombi kwa nia, hiyo hali itoke ili isije ikaharibu maisha yako. Ya nne, kuachana na mtazamo asi au haribifu. Sawa, unaweza ukawa umemkosea au yeye kakukosea, lakini lazima maisha yaendelee. Uendelee kufanya vitu vingine ambavyo ni vya muhimu ili maisha yako duniani yawe mazuri. Cha tano ambacho na cha mwisho ni kusonga mbele, ambao wengi wetu tumezoea kutumia lugha ya move on. Kusonga mbele, yani manake unaachana na hali yote ambao unaona ni maudhi kwenye maisha yako, ambao unaona labda ulijikosea ama ulimkosea ama alikukosea.
na kuendelea mbele. Kanuni ya maisha iliwekwa, na kanuni hiyo inasema hivi: dakika ambayo watu hawa watamkaribisha Mungu wa upendo katika akili na mioyo yao, na wanapoamini kwamba Mungu ni baba yao mwenye upendo, huangalia, kuwajali, kuwaongoza na kuwategemeza na kuwatia nguvu. Dhana hii na imani juu ya Mungu au kanuni ya maisha itakubaliwa na akili zao ndogo, na watajikuta wamebarikiwa kwa njia nyingi. Kwa hiyo sisi kama binadamu tunatakiwa tutambue hiyo kanuni ambayo imewekwa tuweze kuishi humo. Sasa lengo kuu na kitu cha muhimu kujua ni kwamba sisi kama binadamu tunatakiwa tutoe zile fikra potofu ambazo zinaharibu maisha yetu. Tusamehe, tusahau, na hata muda mwingine tunatakiwa tupunguze kumlaumu ama kulaani vitu ambavyo sisi kama binadamu ndo chanzo cha hivyo vitu. Natumaini kwenye hili somo utakuwa umenielewa. Hivyo basi, binadamu, wewe hujakamilika, hakuna alokamilika. Kusamehe, upendo na kuendelea mbele ama kusonga mbele ni muhimu katika maisha yako. Ujui leo ama kesho nini kitakutokea, na ukakuta yule mtu ambaye ulimwekea kinyongo, chuki ama hasira ndo akawa mkombozi wako. Hiyo ni muhimu. Natumaini utakuwa umenielewa na umejifunza kitu. Asante, usikose kipindi kijacho. Don't forget to like, subscribe so as you can get notified to other videos. Thank you.